yawezekana kwa imani, yawezekana kwa imani, umalaya twashinda kwa imani, wachawi twawashinda kwa imani, magonjwa tunapona kwa imani. Mzalisha mitoto wanawake umetelekeza, hauna akili nzuri. Wewe mwenyewe unadhania uko salama, unatembea na malaana usiku kuta na mchana. Watoto wako awali vyakula hawavai vizuri, wanatembea na vilaka makalioni. Wewe unakula bado na wanawake wengine huko, na kanisani bado unaenda, hauna akili nzuri. Jana leo nikwambia Yesu anaweza kukupa akili njema, ukajua kutambaa. Kila mmoja anasimama mbele ya kiti cha hukumu. Utajibu nini? Utasema je, nilitoa sadaka? Mungu ahongu kwa sadaka zako. Usema je, niliimba kwaya? Mungu ahongu kwa kwaya yako. Usema je, nilikuwa na mzee kanisa? Mungu ahongu kwa sababu ni mzee kanisa. Ulisema je, nilikuwa shemasi kanisani? Mungu ahongu na ushemasi wako. Ushemasi na uchua mchungaji wako. Ushemasi na uchua viongozi wako wa dini. Mzee kanisa na kuchua watu wa kanisani kwako. Lakini Mungu ahongu na cheo chako. Mungu ahongu na mzee kanisa. Unasema kwa askofu. Mungu angalia askofu, angalia cheo chako, anaangalia maisha yako umeishije duniani. Umetengenezaje na Mungu kabla hujaondoka pale peponi? Nitatoa hela ya mithalafu, nitatoa sadaka za mithalafu. Sikiliza, Yesu ahongwi, Mungu ahongwi. Apanacho mtu ndicho atakachovuna. Jioni leo nimekuja kukuhakikishia kwamba ukitubu na kubadilisha, uzima milele ndio tulikotoka. Tunarudi, anakuja aliyetuleta duniani, anakuja kuchukua kanisa lake. Tunarudi tulikotoka. Utaenda kusema ni sia kabrini, cheo chako kinaishia kabrini. Kwenye msalaba tutaandika Dr. Alphonse nani, kwenye msalaba tutaandika Dr. Mwangangaira, kwenye msalaba hapo tutaandika Dr. Choni, tutaandika Dr. Elia, tutaandika Dr. Mwarabu. Lakini nataka nikwambie, mbinguni hauendi na udokta wako, mbinguni unaenda wewe kama wewe. Kwenye msalaba tutaandika askofu. Mungu akubariki sana mama. Mbinguni askofu haendi mbinguni. Kwenye msalaba tutaandika askofu Moses Jumanne. Kwenye msalaba tutaandika Elia Kitundu. Kwenye msalaba tutaandika askofu mchungaji. Alikuwa mchungaji sawa, alikuwa na kimada nje, mbinguni haingii. Alikuwa mchungaji sawa, alikuwa anachukua sadaka za wazinzi, mbinguni haingii. Alikuwa askofu sawa, alichukua mafungu ya 10 ya majambazi, mbinguni haingii. Alikuwa askofu sawa, aliwaacha mabinti endelee kuvaa nguo za ajabu, mbinguni haingii. Mbinguni ni watakatifu, mbingu ni watakatifu. Injili haihitaji hongo, inahitaji kukueleza ukweli, ili siku ile mwenyewe kwa kupenda kwenda kusimama mbele za Mungu. Ndipo atakapojua